ila shida kuna mjumbe ameingia katikati. Wafi nyoka kukaa katikati, nini kitatokea? Na hakuna aliye na ujamaa na ushirika na nyoka. Hata wale wanaocheza na nyoka wanakuwa na mahesabu, namna gani watoe meno, namna gani wazoofishe. Leo hii mtu anageuka anakuwa nyoka, unakaa nini kitaendelea? Biashara yako itaendeleaje? Uliyepanga lele ni nyoka, aliyekuja kununua ni nyoka, ana sura nyoka, anakupa pesa kwa mkono wa nyoka. Unasalimiana naye asubuhi au wakati unasalimiana unashikana naye mkono, lakini mkono wake umebeba kichwa cha nyoka na anakung'ata, anakung'atisha. Safari yako itafikaje? Kutapambazuka namna gani? Ndio ndoa nyingi leo zimefanyiwa, hazina amani. Kuna wachumbe wanaingia, lakini Mungu atusaidie kwa habari ya uchumba. Kwa nini kanisa limekuwa? Manake tunatafuta vyanzo, tunapata sababu, tunatafuta pale shina lilipo, ule mzizi ulipo tuondoe. Kote darasani wana akili vizuri, lakini njoo kwenye mitihani ya mwisho wa kufaulu na ndio wamefeli. Kwa nini? Kuna wajumbe wameingia, ibada zinaharibika, makanisa hayaongezeki, waumini ni wale wale, hata wao hawawezi wakazaana. Kwa nini? Kuna nyoka anagonga. Wakizaliwa tu wanawagonga wengine, wanawagonga wengine, wanakufa. Wanasema tu hapa wakati wangekaa. Kuna ujumbe wa ibilisi, kuna sumu katikati, kuna mauti katikati. Asema najua mahali ukapo, niko kwenye kiti cha enzi cha shetani. Hawezi ukakata wewe mlima, lakini kumbe kuna mjumbe. Lakini ashukuriwe Yehova, tunapoendelea kuchambua na kutafuta chanzo cha uharibifu wa kanisa, tupate kukijua, na tukishakijua hatuna budi kukiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi hata kama atakuwa ni ndugu yetu, rafiki yetu kipenzi, ili kama anatumiwa na ibilisi moja kwa moja, mambo ni mawili na matatu sana mawili. La kwanza, akiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, aokoke, aachane na mambo hayo. Hawezi walii milango kama ilivyofunguka, ilivyoingia nyanyuka, anza kutembea. Hatuwezi kusema tuendelee kujaza ibada watu wawe 10,000, lakini kumbe katika 10,000 ni wachawi. Haiwezekani. Mimi sijaitwa kuchunga wachawi, mimi nimeitwa kuchunga kondoo za Bwana walio na safari ya kwenda mbinguni. Wachawi waliokuwa wachawi wakija mahali hapa, maana yake wabadilike, wakubaliane na kila ambacho Mungu anakitaka. Yesu apewe sifa. Siku zimekwisha, Kristo anarudi. Wachawi hawataenda, wenye dhambi hawataenda. Sasa tunakuja katika ibada za mahali hapa kujifunza namna ya kuokolewa wokovu, namna ya kupokea nguvu za kimungu ili zitusaidie kuzishinda nguvu ama hila za shetani. Jina la Bwana libarikiwe. Si vinginevyo, na Mungu atusaidie. Kwa hiyo tuliona wachawi ni wanadamu wanaotenda kazi kwa kufuata matakwa ya nguvu za giza. Tusoma hayo katika Matendo ya Mitume sura 13 fungu la 8 mpaka 11. Tuone leo tendeka. Sasa hatuko tayari kuona haya yakitendeka katikati yetu. Jina la Bwana libarikiwe tena. Ushindi wa kanisa dhidi ya nguvu za giza ni pale kanisa litapokuwa connected, litakuwa na muunganiko wa nguvu za Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Narudia, ushindi wa kanisa
dhidi ya nguvu za giza. Ni pale kanisa litapokuwa na muunganiko wa nguvu za Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Pasipo Roho Mtakatifu kushindwa kunatokea, na wengi wameshindwa kwa sababu hawaelewa na ule muunganiko unaowatengenezea nguvu ya kushinda. Lakini kadiri tunavyoendelea, Mungu na akuwezeshe uwe na muunganiko wa nguvu za Mungu. Haleluya! Uwe na muunganiko wa nguvu za Mungu, ili adui akikugusa aguse moto, kama Biblia inasema awaguse nini? Aigusa moja jicho la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa tena. Kwa mapenzi ya Mungu ndani ya kanisa ni pamoja na ushindi dhidi ya nguvu za giza. Lazima kanisa liwe na ushindi. Lazima kanisa leo na ushindi dhidi ya nguvu za giza. Lazima tushinde. Ili tuepukane na hali ya kupoa, lazima tuwe na nguvu ya kimungu kupitia Roho Mtakatifu ituwezeshayo kushinda. Kwa hiyo ushindi dhidi ya nguvu za giza ni pamoja ambayo mapenzi ya Mungu ndani ya kanisa pamoja na ushindi dhidi ya nguvu za giza. Lakini pia uponyaji wa roho na uponyaji wa mwili pia. Tupone, mawazo yetu yapone, roho zetu zipone, nafsi zetu na hata miili ipone. Ni mapenzi ya Mungu tupone. Jina la Bwana libarikiwe. Usikiri tu kwamba Bwana ni sehemu ya maisha, ni sehemu ya maisha. Sehemu ya maisha kama limeruhusiwa na Mungu, lakini kama limeruhusiwa na adui tunakataa. Lazima uponyaji uingie katikati yetu, watu wapone, watu wafunguliwe, na hata ingine kuongea anza kupokea uponyaji kwa jina la Yesu. Anza kupokea uponyaji kwa jina la Yesu. Imeandikwa kila pande isiyopandwa na Baba litang'olewa. Nami kwa leo hii nang'oa kila aina ya pando la magonjwa, roho ya hofu, roho ya mashaka, balaa, mikosi, ufukara, masikini, ukuachie kwa jina la Yesu Kristo. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ndani ya kanisa ni pamoja na uponyaji. Lakini mapenzi ya Mungu ndani ya kanisa ni pamoja na baraka. Kanisa libarikiwe. Kanisa libarikiwe. Hata kama tumefanya kidogo, Mungu anazidisha, azidishe katika kile tunachokifanya. Haleluya. Nasema haleluya. Yule mtoto alikuwa na mikate mingapi? Waliokula watu 5,000. Mikate mingapi? 5. Samaki ngapi? Wakala watu wangapi? 5,000. Hao ni wanaume. 5,000 ni wanaume. Na eneo lolote palipo na kusanyiko, wanawake huwa ni wengi. Kwa hiyo kama wanaume walikuwa 5,000, ongeza wanawake walikuwa wangapi? Wanawake walikuwa wangapi? Chukulia basi kama walikuwa 5,000, wanawake walikuwa 6,000. Lakini kwa mikate 5 na samaki 2 wakala, wakashiba na masazo yakapatikana. Kwa nini? Bwana wa mazidisho alikuwepo mahali pale. Niende kusema hata katika ibada hii, Mungu wa mazidisho hawapo mahali hapa. Alibariki neno hili ambalo ni mkate wenye sifa katika roho zetu, nafsi na mwili pia. Azidishe. Bwana wa mazidisho azidishe kwenye biashara yako, azidishe kazini kwako, shule, azidishe popote ulipo. Bwana mazidisho na azidishe, kwa sababu mapenzi ya Mungu ndani ya kanisa ni pamoja na baraka. Mahali pa mabaya nini shida? Tamaa. Tunaona haya tangu kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 katika bustani ya Eden. Shetani kupitia nyoka anamwambia Eva eti amezuia matunda ya miti ya bustani msile. Eva anapojaribu kujieleza, Shetani kupitia nyoka anamwambia hapana, huu mti, haya matunda mwaweza kula. Biblia inasema alipoona ule mti wafaa. Kwa nini? Hebu soma. Basi nyoka alikuwa mwerevu. Matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Pale ulipo Shetani anaweza kawepo. Pale ulipo kupitia mtu wako wa karibu. Anaweza kawa kupitia mume wako. Anaweza kawa kupitia mke wako. Anaweza kupitia mzazi wako, kupitia mtoto wako. Kwa maana Biblia
anasema macho yenyewe yatiwe nuru, ili unapohojiana, unapojadiliana na mwanafamilia, macho ya kiroho. Baba, habari za asubuhi. Mbona umenisalimiaje? Mbona unabetoa na mdomo? Mna macho ya kuona lakini hamuoni wote. Mama anasema unataka kunianzishia eti. Hilo ni jibu la asubuhi. Ukikosa macho ya kiroho, baba ukikosa macho ya kiroho, mama ukikosa macho ya kiroho, mtauana, mtaumizana, mtalemazana, mtaharibiana. Naomba wanandoa wote mwenye macho ya kiroho kwa jina la Yesu. Hii itawasaidia kumkemea shetani, kwa sababu ukiona kwa macho utaelewa, ukielewa utachukua hatua, ukichukua hatua utapata matokeo ya wewe kwa salama. Lakini na heshima, macho yako ya kiroho yatiwe nuru. Bwana Yesu atusaidie. Malizia mstari ule wa 5 anasema, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, maana akavutiwa, kwa lugha ile akatamani, akashawishika, akasogelea, akaridhika na maneno ya ulaghai wa shetani kupitia nyoka, akatamani. Kinachokuponza mwanadamu duniani, tamaa ya heshima, tamaa ya madaraka, tamaa mali, tamaa ziko aina mbalimbali za tamaa. Inategemea ni kwa eneo gani unatamani. Tamaa imepelekea nafsi za watu wengi kushindwa na hata kuuawa kupitia tamaa. Anashawishika kwa macho, anavutika kwa macho, asijue ndani kuna sumu, ndani kuna mauti. Anaenda kwa nguvu zake, kwa akili zake, kwa uhai alionao, anaendea mauti. Eva akaendea mauti, akaenda akachuna ile punda, akala. Alipomaliza kula, Biblia inasema akapeleka na kombe wake, akaipeleka mauti. Na uwe mtulivu, mwanandoa uwe mtulivu, tulia. Tosheka na mmeo, tosheka na mke wako, ridhika na maisha uliyonayo. Tamaa ya pesa, tamaa ya maisha itakuangamiza. Na mkumbuka yule dada yangu, kaenda mchungaji, kaambia ni hivi, kwa kuwa mme wangu nimeshamwambia hanielewi, yanatoka tu. Sasa nimeshaamua, na mimi naenda, yeye aenda upakue, na mimi naenda na upakua, alafu tunakuja kumchanganya. Kaambia dada, sio, usifanye hivyo. Asema mchungaji, nimeshaamua. Kunidhihirishia kama ameshaamua. Akaenda akanywa pombe. Ni Mkristo kama kabisa. Nikiongea nasikia uchungu, nasikia maumivu, kwa sababu na wengine yamkini wako. Akaenda kanywa pombe. Watu kuuana leo ni matokeo ya tamaa. Watu kuwa wachawi leo, watu kuwa walevi leo ni matokeo ya tamaa. Iliyoanzia bustani ya Edeni. Watu kutengenezana silaha, mabomu ya nyuklia, sio vitu gani, na risasi na nini, yote hayo asili yake ni tamaa.
hasira. Mhubiri 7:9 anasema hasira ukawa nani na upumbavu. Leo watu wamekuwa ni wakali kuliko siasa. Hasira, choyo, majivuno na kujihusisha na mambo ya kidunia yamepelekea nafsi za watu kushindwa au kuuawa. Watu wamekuwa mateka. Niliyosema wameingiwa, wametekwa, wamenaswa kwenye mashimo, wamewekwa kwenye magereza, wala hapana semaye rudisha. Na kukali habari ya nyumba, lakini lazima watu wafunguliwe, watoke kwanza kwenye asili ya mikono ya shetani. Baraka zipo, nakubaliana na hata nilipoongea kwa anayesikiliza neno hili akiamini kwa dhati ya moyo wake, akiondoka mahali hapa, waliokuwa wanafanya biashara nusu itaongezeka nusu nyingine, waliokuwa kazini mishahara yako chini itapandisha juu kwa jina la Yesu Kristo. Tuseme amina. Kujihusisha na mambo ya kidunia kumepelekea kanisa kupoa. Fashion za kidunia, maneno ya kidunia, tabia za kidunia, maisha ya kidunia yanapelekea kanisa kupoa. Inaposema kanisa na maanisha roho ya mtu. Kumbuka Mungu ni roho. Yohana 4:24.